Barabara kabisa, karibu kwenye taarifa hizi za jukwaa la KTN, ikiwa ni dakika 30 hivi zimekatika baada ya saa 12 magharibi. Karibu sana tujadiliane kuhusiana na masuala ya uteuzi uliofanywa na Rais William Ruto mapema leo adhuhuri, ambapo alitaja magavana wawili waliokuwa wa chama cha ODM, ama nikisema hivi viongozi wanne wa ODM wakichotwa na wimbi la Kenya Kwanza na kuingizwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Je, hii ina maana gani katika upinzani, na je katika siasa za kitaifa zitakuwa zinachora taswira ipi? Ni miongoni mwa masuala ambayo tutakuwa tukijadili hapa kwenye jukwaa la KTN Jumatano hii. Karibu. Mimi naitwa Suleiman Yeri na studioni ninao wanasheria ambao tutaangazia masuala hayo pia kwa undani kwa kisheria, nikiwa naye Daniel Kanchori ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa, vile vile ni mwanasheria, na vile vile ninaye Shadrack Wamboi ambaye pia ni mwanasheria katika mahakama ya hapa nchini. Karibuni sana studioni. Asante. Nianze na wewe Shadrack Wamboi. Uteuzi wa rais kwako wewe unautathmini vipi? Si wa magavana, wa mawaziri kumradhi. Naam, mwanzo Yeri nishukuru kwa mwaliko na niwasalimu watazamaji na wasikilizaji mahali popote walipo. Kwangu leo, matukio ya leo, haswa nikimsikiza rais akitangaza majina yale, mwanzo nimepata ishara tosha ya kwamba leo tumekuwa na mazishi rasmi ya Azimio One Kenya Alliance. Tumemaliza leo mambo ambayo yalikuwa yanatendeka pale nyuma, ama tuseme nyuma ya curtain, mahali ambapo watu walikuwa wanaweza kuona. Leo tumeweza kuona ya kwamba muungano ule, nikidhania na nikitabiria ya kwamba muungano ule umefika tamati. Na pili, kulingana na majina ambayo nimeyaona, mwanzo ikumbukwe ya kwamba watu walipochagua serikali ya Kenya Kwanza kuchukua nyadhifa hii ya uongozi, kidogo jamii ya Mlima ama jamii ya Wakikuyu kidogo walijaribu kujipiga upato, wakasema ya kwamba hao wameleta 47%. Na kwa sababu walikuwa wameleta ile 47%, ishara ilikuwa ya kwamba lazima wapewe basi nafasi nyingi sana katika basi ile jopo la mawaziri. Lakini kufikia leo ukiangalia idadi ya watu ambao wametoka Mlima Kenya katika jopo hili la mawaziri limeshuka. Hii ni kuashiria kwamba basi vita ambavyo huyu naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa anapigana, basi tuseme kwa kweli hajafua dafu. Daniel Kanchori, shares za Mount Kenya zimepungua, ama kabla ya kuingia katika shares za Mount Kenya, tathmini yako ya uteuzi wa leo ni ipi haswa? Asante swali. Nafikiri jambo la kwanza, Rukwama sasa imebeba machungwa. Tuko na United Orange Democratic Movement. Ya pili, Raila na Uhuru wamepeana talaka waziwazi sasa. Ya tatu, vile umesema ile joto ambayo lilikuwa katika serikali baina ya rais na naibu wake, joto lile la kampuni. Nafikiri sasa rais amejinasua na yale vitisho ambayo alikuwa anapokea. Na unaona kwamba hii Gen Z ni kama imekuja tu kumsaidia rais kufanya mambo ambaye alikuwa anashindwa kuyafanya. Na ndiposa hajatekeleza matakwa ya hawa Gen Z. Wametupiliwa mbali. Yeye amepata opportunity ile ya kisiasa inaitwa political expedience, kufanya yale mambo ambaye kwa kawaida hangeweza kuyafanya. So yule ambaye ameweza kufanya kile alikuwa anataka ni Ruto, kwa sababu vile alipoingia alikuwa anataka kunyamazisha upinzani, alikuwa anataka ku have his way. Nafikiri sasa umeona hata wale ambao amewateua ni wale vigogo wa ODM yenyewe, kumaanisha kwamba na kulikuwa na joto ya ni nani atamridhi Raila atakapoenda katika AU. Nafikiri pia hiyo swali sasa rais na Raila wameweza kumaliza hiyo joto, kwa sababu wale vigogo ambao walikuwa wanang'ang'ania amewaweka wote katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo sasa ni mtulie, wafanye kazi, na kelele ya ODM imekwisha, upinzani umekwisha. Sasa ni serikali na wananchi wameachiwa Mungu na wao wenyewe.
Kwa nini una imani kwamba upinzani umekwisha? Wapo kama kina Babu Owino ambao wameonekana kwamba wamekuwa wakizungumza kwa kauli kubwa kwamba hawatakubali kuingia katika serikali. Leo hii ukisema upinzani umekwisha, kwa nini haswa? Unadhani hakuna viongozi? Kando na Babu Owino, yupo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye yeye ameachwa wapi kwanza? Namsikitikia sana Kalonzo Musyoka kwa sababu vile Raila alikuwa anang'ang'ana na mambo ya AU, aliachiwa akitembea kila pahali katika taifa hili, akiwa akiongoza ile wanaita Azimio One Kenya Alliance. Ndio. Na nafikiri ile wanaita the last nail on the coffin aliwekewa pale alipoachwa na Raila. Nafikiri Kalonzo alikosa kusoma ile jenzi wanasema rada, alikosa kusema rada mapema kwa sababu aliachwa kwa mataa. Kalonzo aliachwa kwa mataa kwa sababu kama Raila anaondoka na guns wanaingia, angekuwa amesoma hiyo rada mapema. Na pale walipokuwa wakisaini ile sheria mpya ya IBC, uliona kwamba Kalonzo alikuwa pale na akaondoka. Na ile hali yeye ndiye alikuwa mwenyekiti wa Azimio One Kenya Alliance, akaondoka na akaacha wengine NADCO. Na wengine wakaingia katika room, maana nilikuwa pale. Na yeye akaondoka. Hiyo ni kwamba alionyesha Raila kiburi, na unajua Raila hataki kushindwa. Raila anataka kukua yeye ndio baba, yeye ndio kusema, na imeonekana kweli kwamba hii Azimio One Kenya Alliance ni ODM. Kama ODM haiko, hawa wengine hakuna kazi. Shadrack Wamboi, hisia zako ni zipi? Unadhani Kalonzo bado ana nafasi sasa hivi ya kujifufua upya na kuchukua nafasi hii na kuwa kiongozi wa upinzani ambaye ataleta msukumo ambao unahitajika katika upinzani? Naam, swali lako nilijibu kwa kuangalia taswira mbili. Bila shaka. Mwanzo, si dhani kwangu mie kwamba upinzani umeisha. Pindi tu rais baba Raila Amolo Odinga alipoonyesha ishara ya kwamba alikuwa anataka kutuwakilisha katika AU kama mwenyekiti, baada tu ya azimio lake hilo kulikuwa na mtafaruku kidogo, ukakuwa na ile hali ya ati na wasiwasi, watu wakidhania kwamba itakuwa ni mwisho wa upinzani. Lakini baadaye tarehe 25 mwezi uliopita tuliona ya kwamba vijana chipukizi walijitokeza na wakaanza kupigania nafasi ama wakaanza kupigania uongozi mzuri katika Jamhuri ya Kenya. Hii ni kuonyesha ya kwamba pengo lilokuwa limewachwa na wale vigogo wetu wa upinzani, pengo lile liliweza likachukuliwa na vijana chipukizi na wakaendelea mbele. Wakati huu tunaonelea kwamba baada ya pengo lile kuchukuliwa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na chama cha ODM kiliweza kuchukua tu nafasi, unasema opportunist. Waliweza kuchukua tu ile nafasi ambayo ilikuwa imeundwa na vijana chipukizi na kuweza kuchukua na kupokonya nafasi zile kidogo kidogo zilikuwa pale za nyadhifa za uongozi. Kwa hivyo basi hatma ya Kalonzo Musyoka ni gani, mheshimiwa? Mimi kwangu mie naonelea ya kwamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amepewa nafasi ya dimu. Ni nafasi ambayo anafaa kuitumia, kwa sababu wakati huu tunaona ya kwamba ni bayana, watu wote wanaweza kuona ya kwamba ODM sasa kwa sasa venye jambo ambalo wakili hapa amesema ni kwamba ODM tayari imeshaingia katika ndoa pamoja na UDA. Hii ni kumaanisha ODM haitakuwa hautasikia ODM ikiweza kukosoa serikali iliyopo wakati huu. Kwa hivyo lazima tuwe na mtu ambaye ataweza kuchukua nafasi hii, na yule mtu mimi naonelea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akichukua nafasi hii aweze kuziba pengo ambalo limewachwa na chama cha ODM, basi ataweza kuunda ataweza kuunda ile opposition, ataweza kusonga mbele na kuleta bado miswada yake. Lakini lazima aweze kujipanga, kwa sababu tuliona juma lililopita wakati kulikuwa na mkutano pale katika jumba la Jaramogi Odinga Foundation. Kidogo pale aliweza kufurushwa na vijana chipukizi kwa sababu hakuwa amejipanga. Kwa hivyo kusongea mbele, mimi naonelea lazima aweze kujipanga, awe na watu wake ambao watamsaidia anapoangalia ama kutizama mbele, awe na watu ambao wanamsaidia bado kutizama nyuma. Kwa mfano ambao nimeusikia mahali, wanasiasa ni kama fisi, wakiona mfupa ambao umewachwa wataunyakua. Je, vijana wa Gen Z walikosa kuona mfupa ambao ulikuwa umewachwa na wanasiasa wakauona wakaunyakua?
Naam, kwa kweli unaweza fikiria ya kwamba kulikuwa na nafasi ambayo imewachwa, ambayo imechukuliwa na wale watu ambao tunaita opportunist. Lakini kwa kusema kweli, jinsi ama tuseme ajenda ya vijana chipukizi ilikuwa tuwe na uongozi ambao ni transparent. Uongozi ambao tunaona watu wanafanya vitu kiwaziwazi. Hali ya pengine kutumia mali ya wananchi iwe ni accountable. Yaani watu kuweza kusema ya kwamba kama mtu amepewa jukumu fulani aweze kulitekeleza kwa uaminifu. Lakini wale vijana hawakujitokeza kusema ya kwamba wanataka kupewa zile nyadhifa. Kusema kweli, kwangu mimi naonelea ya kwamba rais kama mtu ambaye amekuwa katika mchakato huyu wa kisiasa, ameonelea kwamba kuna nafasi ya kuweza kuzima taa ya vijana chipukizi iliyokuwa ikiwaka, kwa yeye kuja basi kuungana na kiongozi wa upinzani yule ambao ni Raila Amolo Odinga, kuchukua wale vigogo wake wadogo kuweka katika serikali yake ili kuweza kuzima ule mchakato ambao ulikuwa unajiunga. Kwa sababu ukitizama kwa uangalifu na kwa makini, waweze pengine kufikiria ni lipi lingekuwa kana kwamba basi huyu Raila Amolo Odinga angeungana na hawa vijana chipukizi, aseme basi Ruto must go. Ni nini basi kingetokea? Kwa hivyo kwa sasa mimi naona tu ni siasa ambayo imechezwa na rais wa Jamhuri ya Taifa ya Kenya. Ameonelea kwamba wacha achukue basi adui yake mmoja wa kitambo, amgeuze awe rafiki ili aweze basi kujilindia basi nafasi yake ile uongozi. Kanchori, kumleta adui karibu na kumfanya kuwa rafiki na kulingana na vita ambavyo vipo, wacha ni vita, huenda si vita lakini msukumo wa kisiasa, kulingana na vita ambavyo vipo, inamaanisha nini kwa Gen Z? Kumaanisha sasa hivi wamepata adui mkubwa zaidi ambaye kumwangusha huenda ikawa vigumu zaidi? Asante swali. Kwanza Gen Z mimi nawapongeza, nawapatia heko kwa sababu wamelete mageuzi ambaye ile inaitwa unprecedented. Haijaonekana, haijawahi sikika, na pia walitingiza ile status quo ya wanasiasa kama kina Raila ambaye siku zote wao ndio walikuwa kusema katika upande wa upinzani. Na ukiona ile mbio ambaye upinzani imekimbia kwa serikali ni kwa sababu walikuwa tayari wamepewa tahadhari. Ile kazi yao tayari ilikuwa inaitwa ni kama imeshaingia kitumbua. Already kitumbua chao kishaingia mchanga. Ishaingia mchanga kwa sababu tayari kuna vijana chipukizi ambaye wanazungumza, ambaye wanasimamisha serikali na wanafanya mageuzi kwa haraka sana. Kwa hivyo mimi naona hawa wapinzani waliona kwamba kazi yao inaenda kuisha. Na kabla kazi ikwishe afadhali wajipange. Mimi naona kama hiyo ndio walikuwa wamefanya. Jambo la pili, rais amecheza ile inaitwa rough game. Rough game. Sio kujipanga. Amecheza rough game kwa sababu kwa mara ya kwanza kwa historia ya nchi hii rais alitetemeshwa. Hatujaona maandamano ya vijana ambaye haihusiani na siasa na kabila yote ile. Na ukiona kwamba hata walifurusha wabunge katika bunge, hiyo ni jambo ambaye haijawahi kuonekana. Kwa hivyo rais aliona kwamba kiti chake kiko hatarini. Serikali ilikuwa imeyumba, na rais alijua kwamba ndani ya serikali yako na maadui wengi sana, na akaona kwamba sasa hayuko salama pale kuendelea na hiyo hali. Afadhali nilete, na siasa wanasema unamlete adui yako karibu zaidi. Na hivyo ndio amefanya kisiasa. Amecheza ile inaitwa rough game na ametoa kadi yake ya kisiasa, kulete watu wapya ndani ili hata wale maadui ambaye wanatetemesha serikali ndani aweze kuwa neutralize. Mimi naona kwamba amelete watu wapya ili wale watu ambao wako ndani awa neutralize, aweze kudhibiti ile meli, maana ilikuwa inaanza kuzama, na kuzama ilikuwa inazama kuanzia ndani. Ndio hiyo. Kuanzia ndani na maana kwamba tulikuwa tushaanza kuona mizunguko ya naibu rais. Je, ni mbinu moja ya kuzikata pembe ambazo zilikuwa zimeanza kumea, huku anapambana na naibu rais na huku anapambana na Gen Z? Kwa hivyo ametumia karata ipi kuwatuliza hawa wawili? Lakini kidogo pia niweze kuchangia. Ukizingatia historia ya Jamhuri ya Kenya, haswa wakati ambapo tulipata uhuru, watu ambao walikuwa katika kichaka wakitupigania uhuru,
wale akina Dedan Kimathi, Field Marshals wale walikuwa pale. Baada ya wale wanaume kupigana na wengine kuuawa, wengine kujeruhiwa, hatukupata wale watu ambao walihusika moja kwa moja kupigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya wakifaidika. Hatukupata mmoja wapo wa watu ambao walipigania uhuru wakiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, wakiwa mawaziri ama wakiwa naibu wa rais. Hiyo ni kawaida. Na ndiposa hata sasa, kwa sababu lazima tuweze kufunzwa na historia, mimi sijapata kushtuka sana, kwa sababu wale vijana wengi barabara ambao tulikuwa nao katika mabarabara yetu hapa ya Nairobi na kuingineko, Kitengela, wapi, Kajiado, kule Ongata-Rongai, mimi najua wale vijana hawajafaidika, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanajaribu kuleta mageuzi, na haswa wale viongozi wako pale juu hawapendi mageuzi. Ni watu ambao wanapenda mambo ambao kwa kimombo wanasema status quo. Yani kujilinda, kuendelea bado kusikia joto, kuendelea kukula zile peremende ambazo wale taxpayers wanalipa. Kwa hivyo ndiposa rais kupata, ni ukweli rais amepata nafasi ambayo ni adimu kuweza kutengeneza marafiki wapya, kuweza pia kuonyesha yule naibu wake ya kwamba ingawaje ulikuwa unadai ya kwamba nyinyi mko na 47% ya serikali, wewe elewa ya kwamba serikali ni yangu. Na ndiposa leo rais akisoma yale majina ya mawaziri ambao kidogo amewateua, aliweza kunakili na akasema kinagobaga, akasema ya kwamba haya ni majina ya watu ambao yeye mwenyewe amependa. Hakuonyesha ishara ya kwamba hii ni baada ya mazungumzo katikati yake na naibu wake wa rais ama na yule basi chief cabinet secretary. Nataka kuchangia hilo. Kile nataka kusema ni kwamba Gen Z wamechezwa. Na wamechezwa na nani, Kanchori? Manake waliitwa kwenye meza ya mazungumzo. Naam. Mwenyewe amesema juzi Jumapili, niliwafuata huko X wakatoroka, nikawaita waje tukae, hawakuja. Wamechezwa na nani? Wamejicheza ama wamechezwa? Wamejicheza na wakachezwa. Jambo la kwanza, wamechezwa na upinzani, kwa sababu watu wa upinzani waliwapatia ile nguvu, wakawapatia ile motisha waendelee, kwamba wako sawa. Walikuwa unaona kina Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna, Raila Odinga wakipeana masharti ya kwamba lazima hii na hii itekelezwe. Na uliona Raila alipokuja kuongea mara ya mwisho alisema kwamba haya mambo ambaye Gen Z wanapigania ndio ODM imekuwa ikipigania miaka yote. Ndio. Kwa hivyo hapo naona wamechezwa, maana sasa walibatiza yale maoni ya Gen Z ikakuwa kana kwamba ni yao. Na akawaambia mtulie, haya mambo ndio tumekuwa tukipigania, na hata IBC tayari tumepigania na tumeleta mabadiliko. Haya ingine ya uchumi ndio tumekuwa tukisema unga ishuke chini na mambo kama hayo, mambo ya ufisadi. Kwa hivyo sasa mtulie. Jambo la pili, Gen Z, unajua vijana, nimezungumza mara nyingine hapa. Unapoenda betting, sasa ile unacheza betting, unashinda leo 1,100, unaona utashinda tena 200,000, kidogo hautajua ukikosa hayo yote. Nafikiri Gen Z walikuja na ile mentality ya betting. Kaona tumetoboa finance bill, tumetoboa cabinet imeenda, wakashindwa sasa kukaa chini na kujipanga na kusema sasa tunaweza. Nafikiri mimi walikosa nafasi nzuri ya kwenda kwa mazungumzo. Kwa sababu wangeenda pale kwa mazungumzo, upinzani vile ndugu yangu anasema hapa, hawangepata hiyo mwanya. Ndio. Na unajua wanasemanga nature haipendi pahali ambaye hakuna nafasi, vacuum. So waliacha vacuum fulani, na ndio unaona Raila akaipata vizuri na akaweza kutumia sawa sawa. Lakini bado wako na nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba sasa, kwa sababu upinzani imezamishwa ndani, hawajakomeshwa kuendelea na yale madai yao na ile kusukuma serikali, lakini sasa wafanye kwa mpango. Umezungumza hoja nzuri sana, Shadrack. Kwenda mbele, Gen Z tayari washajitokeza kwamba kama nguvu ya tatu ya taifa hili, kando na ilivyokuwa Raila na Azimio, nguvu ya tatu ya upinzani. Maandamano sio suluhu ya kusukuma nguvu yao. Wanasongaje mbele pasi na kuweka kando maandamano na kuhakikisha kwamba wanaiangalia serikali na kuikosoa kila wakati? Naam, nikidhania, unajua lazima turudi katika vipengele vya katiba.
hii katiba imetupatia haki fulani, na ama mwanzo imetupatia jukumu la kuilinda katiba, na ili tuweze kuilinda katiba kwa kikamilifu lazima basi tuweze basi kutumia haki ambazo tumepewa, na haki moja wapo ya zile tumepewa ni ile haki ya kuandamana. Kwa hivyo ni nini basi unajua ni kidogo tumelagaiwa. Yani tumeonyeshwa mabadiliko ambayo hamna. Rais alikuja akasema nimewasikiza, basi akafurusha mawaziri wake wote. Baada ya kuwafurusha akaanza kuwaleta moja kwa moja mpaka kufikia sasa wale wote ambao walikuwa wametolewa wengi wao wamerudi katika hili takriban 12 wamerudi. Kweli. Na bado kuna nafasi kidogo ambazo zimebaki. Kidhani 2 ama 1. 2. Kwa hivyo hii ni kumaanisha ya kwamba ingawaje rais kidogo akatuashiria kwamba ameweza kutusikiza, alikuwa anatusikiza wakati anaweka pamba masikioni. Nipasa nimeona hata leo jioni kuna muigizaji mmoja kidogo ana maarufu kama Njugush, kidogo amejaribu kuigiza mambo ambayo rais alikuwa anasema kama anaweka pamba kwa masikio. Anasema anatusikia lakini kwa kweli hatusikii. Kwa sababu watu walikuwa wanatumainia ya kwamba rais ataleta watu ambao ni watu wageni, watu ambao watamsaidia, watu ambao kwa kimombo nasema technocrats. Lakini ukiangalia rais ameona ili aweze kujikinga kisiasa, aweze basi kuleta wanasiasa, watu ambao wamestaafu kama magavana ameweza kuwaleta. Na ambapo tujue ya kwamba tuko na takriban ya watu karibu milioni 56. Kwa wale watu 56 ikiwapo hapo Maisinia Kanchori ni mtu ambaye angepatiwa docket moja fulani ya waziri na angetuongoza. Kwa hivyo ni kumaanisha hii ni kuonyesha ya kwamba ni kana kwamba hatuna watu wengine Kenya. Lazima tuende tukatafute watu ambao wamestaafu, tujaribu kutoa watu katika bunge. Unatoa mheshimiwa Opiyo Wandayi, unamtoa katika bunge, unamleta tena katika siasa tena, au unampatia nyadhifa. Hii ni kumaanisha ya kwamba bado tutakuwa na uchaguzi tena katika bado, yani tutaziona sura zile zikijirudia tu. Kweli ni kumaanisha ya kwamba ingawaje tunadai ya kwamba Kenya hamna pesa, inamaanisha rais tena ameturudisha katika uchaguzi mwingine. Kuturudisha katika uchaguzi ili tuende bado tukatumie pesa zingine ambazo hatuna, ili tuweze pengine kuchagua mtu ambaye ataweza kureplace ile nafasi ambayo yule mheshimiwa Wandayi na wengine ambao wamewacha. Kwa dakika moja tumalize. Swali, mimi nafikiri suluhisho la nchi hii liko katika bunge, na mimi nataka kuambia wabunge kwa sababu wao ndio wakili wa Ramba na wao ndio walisalimiwa. Wajue kwamba wako na nafasi nzuri sasa ya kuonyesha wananchi kama wawakilishi wetu kwamba hawatafuata kile rais anasema, watafuata maoni, watasikia ground vile iko. Na kwamba rais amechagua hawa watu sio lazima kwamba watapita. Wabunge wakuwe independent, watumie fursa hii sasa, wahakikishe kwamba wana oversight serikali, wanasikia maoni ya wananchi, wako na opportunity ya kujiredeem. Sasa wale watakuwa watetezi wa wananchi ikuwe ni bunge. Kwa hivyo wabunge waamuke, wajua wamepata nafasi nyingine nzuri na Gen Z ya kuwakilisha, na wasisikie vile executive inasema, wasikie vile wananchi wanasema. Wakifanya hiyo, miswada ile inakuja, je inapenda mama mboga, je inapenda mtu wa pikipiki, je hawa ambao wameletwa wanawakilisha yale matakwa ya Gen Z. Wakiweza kufanya hayo, basi Kenya itakuwa sawa. Kwa dakika moja tufunge kipindi, Shadrack. Ni kweli mpira umerudishiwa wabunge, na ni ukweli lazima wajaribu kusikiza ground. Ila hali maoni ya wakili mwenzangu hapa na yangu, pengine ukiweza kuelezea wale wabunge ni kama kupigia tu mbuzi gitaa, hawatasikiza. Kwa hivyo tungojee mpaka mwaka 2027, tungojee, bado tupatane maandamano, bado ni mapambano. Asante sana. Ni Shadrack Wamboi huyo, wakili na mwanasheria, na vile vile tumekuwa naye Daniel Kanchori ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera za umma na vile vile siasa na vile vile mwanasheria. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kujadili masuala haya, licha kwa kiduchu tu, lakini tutapata pia wasaa mwingine wa kuzidi kuyachanganua kwa kina. Kufikia hapo, mimi nataka kutamatisha kipindi hiki cha Jukwaa la KTN Jumatano hii. Tuungane nawe tena kesho kwenye taarifa za yanayojiri. Mimi naitwa Suleiman Yeri. Kwa heri. Ubaki na wingi wa heri. Masal heri.